Pata taarifa kemkem kwa kujiunga na Siri za Bongo. Subscribe, lakini pia weka notification on ili uweze kupata taarifa pale video zinapowekwa. Najuta kujiunga Freemason ni mkasa wa kweli kabisa ambao umeweza kuandika na mwandishi Kaka Ken ambaye anapatikana kwa nambari za simu 0653410187 ambaye anapatikana katika jiji la Dar es Salaam, na mkasa huu umeweza kuletwa kwenu nami Depo Mtei. Karibu sana, na huu ni mwendelezo wa sehemu yetu ya 5. Tunaendelea pale ambapo tuliweza kushia katika sehemu yetu ya 4 na tunaendelea kama ifuatavyo. Baada ya mkuu wa chama pamoja na binti yule aliyekuwa ameambatana walipoondoka, nilipanda kitandani kwangu kulala. Usiku huo nilihangaika kutafuta usingizi, lakini bado haukupatikana kwa urahisi. Fikrani nilikuwa na mawazo mengi mno, hasa kutokana na maelezo niliyopewa na mkuu wa chama ambaye tunamuita Grand Master. Moyo wangu ulikuwa haujaridhia kumtoa mama yangu kafara kama mahari ili niozwe mwanamke jini, ambaye nilielezwa kuwa kupitia mwanamke huyo utajiri wangu utaongezeka, hali kadhalika nitapata mbinu nyingi sana za kiuchumi zitakazonisaidia kuendesha miradi yangu. Licha ya maelezo hayo yote, lakini moyo wangu ulikuwa bado haujaridhika kumtoa mama yangu kafara, hasa pale nilipokumbuka kuwa siku chache zilizopita ndio amemchukua kafara mke wangu kipenzi Tekla, na kunifanya hata wakwe zangu wanitilie mashaka, kwani kifo cha binti yao kilikuwa ni cha ghafla na kustukiza. Aidha nikakumbuka kuwa baba marehemu aliniahidi kuwa yupo tayari kuvunja nazi njia panda ama kuzunguka mashariki na magharibi, kaskazini na kusini, mpaka apate jibu la kifo cha mtoto wao. Hapo nilichoka na kuhisi dunia imenigeuka na kuamua kuniadhibu. Niliyakumbuka na kuyatamani maisha yangu ya ufukara nilikuwa nikiishi hapo awali. Licha ya kwamba yalikuwa ni maisha duni na yenye tabu nyingi, lakini walau amani ilikuwepo. Nilitamani hata kutoka kwenye chama kwa vyovyote vile, lakini nilikumbuka baadhi ya maneno ya Grand Master, mkuu wa chama chetu. Hapo ndipo ninapochoka zaidi. Alitamka kuwa mtu yoyote akisha kiunga na Freemason hawezi kutoka tena, na kauli mbiu yetu inasema once a Freemason always a Freemason. Niliwaza sana usiku huo, hatimaye nikakata shauri kwa kujiambia liwalo na liwe, na kweli liwalo likawa. Haikuchukua muda, ndani ya wiki hiyo nikaanza kufilisika, jambo ambalo ilinistahili nifunge duka langu la nguo za special katika kila mradi niliokuwa nimewekeza fedha zangu. Nilipochukua daftari la mapato na matumizi ili kupiga mahesabu na wafanyakazi wangu, nilijistukia nimepoteza kiasi kikubwa cha fedha na madeni juu. Kwa watu walionifahamu hawakubabaika kutambua kuwa nimefilisika. Vipimo vya macho yao vilitosha kuhakikisha kuwa nimeyumba kiuchumi. Hapo nilianza kumtafuta mchawi wangu ni nani. Katika tafakari zangu za mwisho, hata sikuchukua sekunde kumhisi baba mkwe wangu Mzee Msisiri. Nikahisi huenda tayari ashaanza kutembea kwa mganga na kunifanyizia kama alivyoniahidi. Hakika nilielemewa na mawazo kichwani. Nilipozungumza na mkuu wa chama juu ya kuyumba kwangu kiuchumi, aliniuliza, sasa una mpango gani wa kuinusuru mali zako? Mpatie Lucifer sadaka mama yako mzazi kwa roho moja, na ukiwa umekunjua moyo wako mambo yako yatakaa sawa.
alinieleza mkuu wa chama, kisha akaendelea kwa kusema kuwa sisi tunakupa Angel Devil uishi naye ili akusaidie maarifa katika uchumi wako, wakati tukisubiri umtolee Lucifer kafara ya mama yako mzazi, alinieleza mkuu. Nami sikuwa na pingamizi, nilikubali kwa kile nilichoongozwa kukifanya mithili ya ng'ombe pelekwaye machinjioni. Haikuchukua muda, nilianza kuishi na Angel Devil nyumba moja. Mara kadhaa alinishauri kuwa kwa kusema, najua una majonzi na masikitiko tangu ulipompoteza mke wako Tekla, na sasa unajionea jinsi uchumi wako unavyoyumba. Kuimba kwako kiuchumi kunasababishwa na Lucifer kakasirika baada ya wewe kutotia agizo la kutoa kafara ya mama mzazi kwa wakati. Ndiyo maana unaanza kupata misukosuko ya kila namna. Sasa mimi naomba fanya nitakayo kuagiza na hapo utafanikiwa, alisema Angel Devil, mwanamke ambaye niliozeshwa na Freemason. Nifanyeje? Nilitikia huku nikimtazama kwa makini. Zunguka maduka ya nguo ambayo ni majirani zako. Kila duka nunua nguo 2 na uzipange dukani kwako. Kwa kufanya hivyo kutakufanya ukusanye bahati za wote ule nunua nguo kwao na bahati yote itahamia kwako, alinieleza Angel Devil. Nikavuta fikra kidogo, kisha nikauliza, sasa jirani zangu hawatahisi vibaya ile hali nikinunua nguo kwenye maduka yao na mimi ninalo duka? Na ni dhahiri kabisa kwa vipimo vya macho yao wanaona kabisa nimefilisika. Hapo pakoje? Niliuliza. Aliniambia, tumia akili kufanikisha jambo hilo, alinisisitiza Angel Devil. Basi nilifuata maagizo ya Angel Devil na kuwatekeleza kama nilivyoagizwa. Nilitumia shilingi 200,000 pekee kuzunguka kwenye maduka majirani zangu, huku nikiwaongopa kuwa waniuzie nguo kwa kuwa nimepata wateja dukani kwangu. Ile hali mzigo sina. Ama kweli fumbo ufumbie mjinga. Kwa majirani zangu wangekuwa werevu wangeamua, kwani Kariakoo hapakuwa mbali, na huko ningeweza kupata nguo za bei rahisi. Lakini kwa kuwa nao walitamani hela yangu, waliniuzia pasipo kujua nini dhamira yangu. Haikuchukua wiki 2 utajiri wangu uliongezeka mara dufu, tofauti na hata ule nilokuwa nao hapo awali. Angel Devil kanaeleza kuwa ili utajiri wangu uzidi kubaki pale pale, yani pasa nikatoa shukrani kwa Lucifer, naye atanipatia fuvu la kichwa cha mtoto mchanga nilihifadhi dukani kwangu ili kulinda bahati yangu. Hapa Tanzania kuna msanii mwenye brandi kubwa sana hapa nchini, naye hutumia fuvu la kichwa cha mtu kulinda bahati yake. You shaggy on this one. This one. Je,
Nini kitaendelea katika sehemu yetu ya 6? Usikose fuatilia sehemu yetu ya 6. Langu jina naitwa Devo Mtei, na kama bado hujasubscribe, please nakuomba subscribe hapo, gusa kengele uweze kupata updates zetu zote mara tu pindi zengi hapo. Sina la ziada, niseme tu bye bye. Asante kwa kuchagua Siri za Bongo. Bonyeza subscribe kisha alama ya kengele.